Alikuwa mwamba wa miamba, alikuwa jasiri na shupavu, na ndiye simba aliyetetea wanyama wadogo mwituni ambao walionewa bila huruma na wanyama wakali, lakini yeye alisimama kidete kuwapigania wanyonge bila kujali umri, rangi wala kimo. Msikilizaji, wengine wanafikiria mnyama huyu anaweza kuwa nani? Msikilizaji, unaweza kujiuliza na kubaki na taharuki kujua je, ni nani? Lakini salia nami mwanzo hadi mwisho wa masimulizi haya, ndani yake utamfahamu. Mimi ni Veronica Mdiatu. Moja kwa moja tukapate kumfahamu je, ni nani? Bila kupoteza muda, si mwingine bali ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa wanyonge na mtetezi wa wote, ambaye alikuwa akifahamika kama baba wa taifa na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Julius Kambarage Nyerere alizaliwa tarehe 13 Aprili mnamo mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Msoma, mkoani Mara, nchini Tanzania. Alikuwa mmoja wa watoto 26 wa chifu wa kabila la Wazanaki, Mzee Nyerere Burito. Alipokuwa mtoto, Nyerere alichunga mifugo ya baba yake. Alipofikisha umri wa miaka 12, alianza shule akitembea kilomita 30 hadi Msoma. Baada ya kumaliza shule ya msingi, aliendelea na kusoma shule ya misionari wa Katoliki huko Tabora. Alipofika miaka 20, alibatizwa akawa Mkatoliki hadi mwisho wa maisha yake. Mapadri walibaini kipaji alichokuwa nacho, wakamsaidia kusomea ualimu katika chuo kikuu cha Makerere huko Kampala, Uganda, kuanzia mnamo mwaka 1943 hadi 1945. Akiwa Makerere, alianzisha tawi la umoja wa wanafunzi wa Tanganyika na pia akajihusisha na tawi la Tanganyika African Association (TA). Baada ya kumaliza masomo ya ualimu, alirudi Tabora akawa mwalimu katika shule ya sekondari St. Mary. Mwaka 1949 alipata nafasi kwenda kusoma kwenye chuo kikuu cha Edinburgh huko Uingereza, akasomea shahada ya uzamili ya historia na uchumi. Alihitimu mnamo mwaka 1952. Alikuwa Mtanganyika wa kwanza kupata shahada ya uzamili nje ya nchi. Aliporejea Tanganyika kutoka masomoni, Nyerere alifundisha historia, Kiingereza na Kiswahili katika shule ya sekondari ya St. Francis huko Dar es Salaam, ambayo kwa sasa inajulikana kama shule ya sekondari Pugu, jina ambalo lilibaki maarufu maisha yake yote. Mnamo mwaka 1953 alichaguliwa kuwa rais wa chama cha Tanganyika African Association (TA), chama ambacho alikisaidia kukijenga alipokuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere, na mnamo mwaka 1954 alikibadili chama cha TA kuwa chama cha Tanganyika African National Union yani TANU, ambacho kilikuwa cha kisiasa zaidi kuliko TA. Na mnamo mwaka huo 1954 alikianzisha chama cha siasa kilichojulikana kama Tanganyika African National Union (TANU), ambacho kilipigania uhuru wa Tanganyika kutoka kwa Waingereza. Kupitia uongozi wake wa hekima, alifanikiwa kuongoza nchi kupata uhuru mnamo tarehe 9 Disemba 1961, na baadaye kuwa waziri mkuu wa kwanza kisha rais wa kwanza wa Tanganyika. Ndani ya uongozi wake alipata mafanikio makubwa, ikiwa ni kwa mwaka mmoja tu ambapo Tanganyika na Zanzibar viliungana mnamo mwaka 1964 na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo Nyerere alichaguliwa kuwa rais wa kwanza wa Tanzania. Alitumia nafasi hiyo hadi alipojiuzuru kwa hiari mnamo mwaka 1985, akiwa kiongozi wa kwanza Afrika kuachia madaraka kwa amani. Nyerere alikuwa kiungo muhimu katika kuleta muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyounda Tanzania baada ya mapinduzi ya Zanzibar mnamo mwaka 1964, ambayo yalimtoa madarakani sultani wa Zanzibar Jamshid bin Abdallah. Julius Nyerere alikuwa rais wa kwanza wa Tanzania na muasisi wa itikadi ya ujamaa na kujitegemea,
Nyerere alijulikana kwa siasa zake za ujamaa na kujitegemea ambazo zilijenga kuondoa tofauti za kitabaka na kuleta maendeleo ya pamoja na kupitia vijiji vya ujamaa. Ingawa sera hizo zilikuwa na changamoto nyingi kiuchumi, ziliweka msingi wa mshikamano wa kitaifa, amani na utu. Baada ya kustaafu, alijikita zaidi katika juhudi za kutafuta amani katika nchi ya maziwa makuu, hususan Burundi, Rwanda na Kongo. Katika urithi wake anahesabika kama baba wa taifa la Tanzania. Alisimamia umoja wa kitaifa na matumizi ya Kiswahili kama lugha ya taifa. Alihimiza maadili, uzalendo na elimu kwa wote. Familia ya Julius Kambarage Nyerere ni pamoja na mke wake Maria Nyerere na watoto wake. Mwalimu Nyerere alikuwa na watoto kadhaa, wakiwemo wale waliopata elimu ya juu na kuingia katika nyanja mbalimbali za maisha. Familia ya Nyerere imeendelea kuwa na ushirikiano mkubwa katika masuala ya kijamii na kisiasa nchini Tanzania. Hata hivyo, kwa upande mwingine, familia ya Nyerere imetamka mara kadhaa juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na urithi wa Mwalimu Nyerere. Katika tukio moja, mtoto wa 6 wa Nyerere, Madaraka Nyerere, aliwataka wasaini wanaoigiza sauti za viongozi ikiwemo baba wa taifa kuanzia kutumia majina yao halisi baada ya kujitambulisha kwa majina ya viongozi wanaoigiza sauti zao. Familia ya Nyerere inaomba jamii ya viongozi mbalimbali kutoa ushirikiano wa familia hiyo hata baada ya kilichowapeleka kukamilisha, hasa wakati wanafika nyumbani kwa Mwalimu kijijini Butiama kwa ajili ya masuala mbalimbali ikiwemo kumwenzi baba wa taifa. Familia ya Nyerere imeendelea kuwa na ushirikiano mkubwa katika masuala ya kijamii na kisiasa nchini Tanzania na kuendelea na kudumisha urithi wa Mwalimu Nyerere. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa na maisha ya kawaida kabisa. Ingawa alikuwa kiongozi wa kitaifa, alipendelea kuishi kwa utulivu na kufanya kazi zake kwa bidii. Mwalimu Nyerere pia alikuwa mtu wa kanuni na maadili. Alipendelea kuishi na unyenyekevu na kufanya kazi kwa bidii. Alikuwa mtu wa imani kubwa na uadilifu wa misa kila siku. Pia alikuwa na mapenzi makubwa na nchi yake na watu wake, na alifanya kazi kwa bidii ili kuleta maendeleo ya ustawi kwa Watanzania. Mwalimu Nyerere alipendelea kulima na kufanya kazi shambani. Alikuwa na shamba lake mwenyewe kijijini kwake Butiama, ambapo alilima na kufanya kazi kwa mikono yake. Hii inaonyesha kuwa alikuwa mtu wa vitendo na alipendelea kufanya kazi kwa bidii. Mwalimu Nyerere pia alikuwa na maslahi makubwa na kusoma na kuandika. Alikuwa mwandishi mzuri na alikuwa na fasihi kubwa. Alikuwa na mapenzi makubwa na lugha ya Kiswahili na alifanya kazi kwa bidii ili kuendeleza lugha hiyo. Kwa ujumla, Mwalimu Nyerere alikuwa mtu wa kanuni na maadili na alipendelea kuishi kwa unyenyekevu na kufanya kazi kwa bidii. Alikuwa na mapenzi makubwa na nchi yake na watu wake na alifanya kazi kwa bidii ili kuleta maendeleo na ustawi wa Watanzania. Mwalimu Nyerere alikuwa mwanasiasa na mwanafalsafa wa Kiafrika ambaye alikemea ukoloni na ubepari kama chanzo cha kunyonywa kwa watu wa Afrika. Aliona kwamba mfumo wa kiuchumi uliowekwa na wakoloni ulikuwa unawanyonya watu wa Tanganyika na kwa sasa ni Tanzania na kuendeleza umaskini. Alipokuwa madarakani, Nyerere alitetea ujamaa kama njia ya kufikia maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa watu wa Tanzania. Hata hivyo, sera zake za kisoshalisti, hasa ile ya vijiji vya ujamaa, vilishindwa na kupelekea nchi hiyo kuwa tegemezi kwa misaada ya chakula kutoka nje. Nyerere pia alikemea deni la mataifa maskini kwa mataifa tajiri na taasisi za kimataifa kama shirika la fedha kimataifa IMF. Nyerere alikemea adui wa haki ambaye ni rushwa, akisisitiza kuwa rushwa ni tatizo kubwa linaloharibu jamii na maendeleo ya nchi. Katika utawala wake alionyesha wazi kwamba rushwa inachangia katika kuondoa haki na usawa kwa wananchi wote. Alisema kuwa rushwa ni adui wa haki na inapaswa kupingwa kwa nguvu zote ili kuhakikisha maendeleo ya kweli yanapatikana nchini Tanzania.
Katika makala mbalimbali inaonekana kwamba Nyerere aliona umuhimu wa uzalendo na uwajibikaji katika kupambana na ufisadi na rushwa. Aliamini kuwa kila Mtanzania anapaswa kuchukua jukumu la kulinda mali za umma na kukemea vitendo vya ufisadi. Hali hii ilijitokeza zaidi wakati wa utawala wa Rais John Magufuli, ambaye pia alikemea ufisadi kwa nguvu kubwa, akionyesha jinsi viongozi wanavyoweza kuathiri maendeleo ya taifa kupitia vitendo vya rushwa. Kutokana na uhodari wake, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifariki dunia mnamo Oktoba 14, 1999 siku ya Alhamisi saa 4:30 asubuhi katika hospitali ya Mtakatifu Thomas St. Thomas Hospital jijini London, Uingereza, kutokana na maradhi ya saratani ya damu. Mwalimu Nyerere aligundulika na kansa ya damu Agosti 22, 1998, lakini akaendelea na shughuli zake za kutafuta suluhu kwa taifa la Burundi. Hali yake ilizidi kuwa mbaya mwishoni mwa mwaka 1999 na alilazwa katika hospitali ya Mtakatifu Thomas ambako alipoteza maisha yake. Baadhi ya watu wamekuwa na mashaka kuhusu kifo chake, wakidai kwamba alifariki haraka sana kwa ugonjwa wa saratani ya damu ambao huwa taratibu. Samuel Kasori, aliyekuwa katibu mkuu wa Mwalimu, alisema kuwa Mwalimu alikufa haraka kwa ugonjwa huo na kuuliza kuna nini kilichotokea. Profesa David Mwakyusa, daktari wa Mwalimu Nyerere, alisema kwamba Mwalimu alielezwa kuhusu ugonjwa wake na kuambiwa kwamba wakati ule ugonjwa ulikuwa haujafikia hatua ya kuhitaji matibabu. Hata hivyo, hali yake ilibadilika ghafla na kumsababishia mauti. Msikilizaji, na hapo ndipo mwisho wa makala inayohusiana na maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikuwa rais wa kwanza wa Tanzania. Jina langu ni Veronica Ndiatu. Nikutakie wakati